anadiriki kutoka hapa na kwenda kutafuta mwanamke mwingine wa nje. Tena huyo mwanamke ni jirani kabisa na hapa, na ni rafiki yangu, ni mtu ambaye mimi nafahamiana naye vizuri sana. Yaani kabadilika sana. Mimi sielewi kisa ni nini na sababu ni nini, au kilichomtoa yeye hapa mpaka kwenda kutafuta mwanamke huko nje ni nini. Na alafu anaona mimi ndo nimebadilika, na wakati mimi mwanzo sikuwa hivyo, yeye ndo kanibadilisha. Pole sana mdogo wangu, yaani sikutegemea kama shemeji yangu amekuja kufanya kitu kama hiki, na nafikiri sijui hata nifanyaje, lakini hili swali limeniumiza sana. Yaani matatizo yamekuwa ni mengi mpaka natamani kama vile yaani petu talaka nirudi kwetu, lakini kiufupi bado nampenda mume wangu, lakini kwa matendo ambayo anayafanya kiukweli ananivunja moyo sana sana. Yaani imenisikitisha sana. Nimekuelewa mdogo wangu, lakini swala la kuomba talaka, kupe talaka rudi nyumbani, kitu ambacho hakiwezekani, kwa sababu unajua sisi wanaume tumeumbwa katika nyakati tofauti tofauti. Huenda shemeji yangu kuna vitu anavikosa kwako ndio maana anatoka nje. Kwa hiyo mdogo wangu, kuna vitu ambavyo utakuwa mtimizie shemeji yangu, kwa sababu sisi wanaume tuna vitu ambavyo kama ndani mimi sivipati, nikatoka nje nikawa navipata kule nje, siwezi kusamini wewe. Sio, umenielewa? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo utakiwa vizingatie wewe kama mwanamke, kuwa mbunifu. Kwa hiyo kaka, ulikuwa unataka mimi nifanyaje? Ninaomba unishauri nifanyaje, maana kwa mawazo yangu nimewaza mpaka akili imefika mwisho. Sielewi tena cha kufanya, naomba unisaidie. Sasa mdogo wangu, mimi ambacho nataka nikushauri, kwanza swala la talaka achana nalo kabisa. Yaani toa kabisa kichwani mwako. Sio, umenielewa vizuri? Yaani toa kabisa. Ninachokushauri, yaani usione ndoa zote ambazo watu wanaishi ndani, wanaenda huku, wanafanya hivi, wote wameishi katika hali ya uvumilivu. Umeelewa? Mheshimu mume wako na yeye atakuheshimu. Usisikilize maneno ya watu huko nje, kwa sababu watu wataongea hiki, watakuletea hiki, mume wako tumemkutana fulani, mume wako sijui hivi. Hapana, jaribu kubeba madhaifu ya mume wako, jaribu kubeba na upendo. Yaani achana vitu vingine, yaani upendo. Yaani ukiwa na upendo moyoni mwako, hata mume wako hata kama ana tabia hiyo anabadilika. Mke wangu amekuwa mvumilivu, mke wangu anakuwa hivi. Hapo kitu kingine, piga goti, muombe Mungu. Mungu anamsikiliza kila mtu. Umeelewa? Mwambie Mungu, naomba badilishe mume wangu au 1 2 3. Kaa unawaza talaka, unawaza hivi, unawaza hivi. Hapana. Nisikia mdogo wangu? Yaani usiwaze vitu kama hivyo. Piga goti, muombe Mungu, atakusaidia. Umeelewa? Mungu atakusaidia. Kaa, vumilia, heshimu ndoa yako, mheshimu mume wako. Sisi habari za kurudi nyumbani hizo hatutaki kabisa kusikiliza katika masikio yetu kabisa. Sawa, muangalie baba, muangalie mama. Wangegombana, sisi tungekuwepo. Mimi nashukuru na nimekuelewa. Na hicho ulichoniambia nitajitahidi nifanyie kazi. Lakini kaka, naumia. Hii ndio imekuwa chungu kwangu. Lakini nitafuata ushauri wako. Karibu tena. Hivi ya maneno aliongea kaka niyasikilize kweli? Au nimsikize tu rafiki yangu? Maana kimvumilia mwanaume nitaweza kweli mimi jamani? Haya, je, nisikize maneno ya kaka yangu, huenda atanipa faida. Hivi kuna sababu gani mpaka saizi hapa chakula sikioni? Njaa inaniuma. Hivi ni manake nini mke wangu? Pesa naacha, siachi pesa. Sinakuachia pesa mke wangu. Kwa hiyo umeshindwa kuniita chumbani tukaongea, unakuja kunisema mbele ya mdogo wako. Unataka kumpa faida nani sasa? Mdogo wako kijua atafaidika na nini? Wewe ungeniita kule chumbani tukaongea. Kwa nini umeniita hapa afu unakuja kuongea mbele ya mdogo wako? Hivi vikauli vyako vya ajabu ajabu, yani sijavielewa. Ninachouliza kuhusu chakula vipi? Mimi njaa inaniuma. Mimi si mume wako wewe. Nini shida? Unaongelea kuhusu chakula? Kwani ukotoka ujala? Kwanza hata hivyo, unaweza kwenda kula kwa Lucy. Lucy wewe umemjuaje Lucy? Ini fezea tayari. Yaani hiyo ni kunifezeesha mke wangu. Inamaanisha kwamba wewe unaona mimi natoka na Lucy, si ndio? Ndio sababu kubwa ya mimi kunikalisha na njaa hapa, si ndio?
Nani asiyojua mtaa huu kama wewe unatoka na Lucy? Mpaka mtoto mdogo miaka 2 ukimuuliza anakuambia kuhusu habari zako wewe na Lucy. Na kibaya zaidi wa Lucy nimemfuata mpaka nyumbani kwake. Naomba kwanza utupishe bwana. Umesikia mdogo wangu? Nataka niongee na shemeji yako vizuri. Sawa kaka. Hivi, yani huna hata aibu. Yaani umekaa kabisa hapa siri zetu za ndani, unaongea mbele ya shemeji yangu. Unataka ile shemeji yangu aanze kunidharau? Kwa nini usiongee pembeni? Unaongea mbele ya huyu mtoto ili kumpa faida nani? Wakati ya mambo yana uwezo kwenda kuongeleka chumbani. Yaani unataka ili mtoto ajue nini? Unamfundisha nini? Yeye bado mdogo, anataka kujifunza mambo makubwa. Unataka kumkomaza mdogo wako, si ndio? Una uhakika gani wewe mpaka unatoka hapa unaenda kumuuliza Lucy? Yaani sijakupatia picha yoyote mpaka sasa hivi. Yaani kwamba hapa kwanza aliyokutuma wewe utoke hapa nyumbani ni nani? Uhakika ninao. Na ninao 100%. Si unakataa kama utoke na Lucy? Sasa nasemaje, za mwizi ni 40. Ipo siku tu nitakukuta. Si umekataa hapa mbele yangu? Sasa ipo siku nitakukuta. Kwa sababu nimekuuliza kwa umekataa. Lakini hiyo siku ambayo nitakukuta, yaani mtanibeba kwa mbeleko, mtanijua mimi ni nani. Utajua ulioa mke au ulioa balaa. Ndio sikio utajua. Wewe na huyo Lucy wako mtanipeleka polisi. Kwa sababu kitu ambacho mtaka niwafanye mtaka mkasahau kwenye maisha yangu. Nisikilize vizuri. Nisikilize tena vizuri. Sawa? Ujasiri wa kusema kwamba mimi natoka na Lucy, hiyo kitu kwanza ondoa. Sawa? Elewa mimi ni mume wako, sawa? Na unapaswa unipikie mimi nile, nishibe. Hizo habari za wewe na Lucy mkiwa mmekaa kwenye mikeka huko kwenye minini huko ndio mnafanya mambo yenu ya ajabu ajabu, lakini mimi kwangu hiyo kitu haipo. Yaani haipo kabisa. Kwanza nenda kanipikie mimi nipate kula bwana. Si una njaa? Kupika sipiki na naondoka. Nenda ukale kwa Lucy. Lucy yupo amekaa tu pale atakupikia chakula utakula. Si ulimwona Lucy ni bora kuliko mimi? Nenda kwa Lucy, nenda akakupikie ule ushibe. Kwa hali ulioanza sasa hivi itabidi nikutafiti sana pia na wewe. Kwa sababu unaona hiyo jeuri unatoa wapi wakati mimi ndo ni mumeo niliyokuoa wewe? Nikale kwa Lucy. Nakwambiaje, sikuogopi na sipiki. Nenda ukale kwa huyo Lucy. Na kweli wote nishaujua, huna cha kunifanya. Mbona anakuwa tayari hizo mtazi? Au ni yeye anajitangaza ni natoka na yeye, natoka naye mpaka mke wangu sasa kasha. Ndio sasa. Aisee, karibuni sana. Asante sana mjomba. Karibuni sana. Jisikie kwa nyumbani. Asante mjomba. Sisi bana tumekuja hapa kwa jambo moja ambalo linatuchanganya sisi pamoja na mdogo wangu. Umeona? Sisi kuna matatizo ambayo yanatokea mtaani ambayo dada yangu anayafanya na watu wanazidi kutuletea. Anatembea na mume wa mtu. Umeona? Sasa ni kitu ambacho hakipendezeshi sisi kama familia. Tumekuwa tukimshauri, tukimweleza, anakuwa mkali. Labda tumejaribu kumleta kwetu, kumleta kwako wewe mjomba. Ujaribu kumweleza dada yetu, labda atakuelewa wewe. Umeona? Tumejaribu kumleta yule pale. Ongea naye mjomba, tujue kwamba atakuelewa wewe. Ni kweli kabisa mjomba wangu anachoongea kaka. Tuliposikia kule sisi tulimuita dada. Dada kuna hivi na hivi. Lakini dada alitujibu kwa ujeuri. Kunafikiria na kulifikia mahali atuambie sisi na kaka kwamba na yeye hizo ngombe zinaniu mnavaga nini na nini nyenye zinatokea wapi? Si ndio mimi ndo namnuaga kwenye mambo yangu. Yeye kusukula ndio mimi hapa nyumbani kila kitu. Nafanyaga nini mimi hapa? Mnafanyaga nini hapa nini? Nyinyi hapa nyumbani. Kwa sababu kila kitu hapa ndio mimi. Mnanunua chakula hapa nyumbani. Mnanunua nguo hapa zinaniu za kuvaa. Lucy. Inasikitisha sana hapo. Kiukweli mimi mama yako ambaye dada yangu hatakuwa na mambo kama hayo. Tabia njema mwanangu ni silaha. Unapokuwa na tabia njema hata sifa zako zinakuwa nzuri. Unapokuwa unazungumziwa vizuri
inakuheshimisha. Kwa nini unakuwa hivyo mwanangu? Kiukweli inanihuzunisha sana. Mimi kama mjomba wako sifurahishwi na taarifa kama hizi. Unapaswa uwe kielelezo kizuri mtaani. Napokuwa tunasikia taarifa ambazo ni za kuumiza, za aibu, inatusikitisha sisi kama wazazi. Kwa kweli sitamani kuona mambo haya yakiendelea kujirudia. Ninakukanya, narudia tena, ninakuonya kwa mara ya mwisho. Umeshakuwa mama, umri huo sio kushikiwa fimbo na kuchapwa. Unapaswa kuelewa ya kwamba ninakukataza, ninakukemea. Ishi vizuri. Mambo haya naomba yasijirudie mwanangu. Lakini yule mwanaume ndo uzima wangu hapa mjini. Nitafanyaje sasa mjomba nikimwacha? Yeye ndo ananisaidia kila kitu mjomba, tangu mama alipofariki mpaka leo. Sasa mimi nitafanyaje mjomba? Unasikitisha mjomba wangu. Unatamba, unajivunia mme wa mtu. We mjomba, si una viungo vyako timamu? Kwa nini usifanye kazi zako za halali? Waswahili wanasema mume wa mtu ni sumu. Anko, achana na mambo hayo. Na endapo utarudia, anko, utaikosa radhi yangu. Sihitaji kuona ukijihusisha na mume wa mtu. Na sio huyo tu, hata wengine wame za watu. Iwe mwanzo na mwisho. Tena sasa kusikia upozi. Tena ondoka kabisa hapa. Toka! Ondoka! Sihitaji habari za kipozi kwenye mji wangu. Ala. Kweli dunia hii imefika ukingoni. Mmeona wanangu? Mambo gani haya? Anajivunia mtu, si mume wa mtu, anamtunza, anamweka mjini. Mambo gani kama haya? Na nyie kwenu waangalifu. Mambo ya ajabu ajabu sihitaji. Nahitaji muwe na mwenendo mzuri. Tujivunie kwamba tuna watoto ambao wana busara. Acheni mambo ya kipozipozi. Fanya kazi zako kwa bidii, Mwenyezi Mungu atakujalia. Si kuendekeza habari zingine. Utaishia pabaya. Sikia ngombe Osi. Mimi kuanzia leo sihitaji urafiki na wewe. Mbona unataka kunisikiliza? Mbona unisikii? Sitaki kuwa na wewe. Kwa leo unaniambia nisikufuate. Wewe ndio leo unanifuata unanipa ushauri. Una nini sasa hivi mwenzetu? Au ushakuwa matawi ya juu? Nakwambiaje? Sihitaji mazoea na wewe kuanzia leo. Unikome. Umesikia wewe dada? Unikome. Sitaki unifuatilie tena. Nikufuatilie una nini? Nikikufuatilia nitapata nini? Nisema na kibilia kwako nitapata hata 500 nikanunue juisi nipoze koo yangu. Mimi sikufuatilii wewe. Sikia nikwambie, wewe mdada ni malaya. Mimi na wewe hatuendani tabia. Kwa kila mtu afanye kazi yake. Siwezi kuwa na tabia mbaya kama yako. Baby. Safi tu. Nikwambiaje kuhusu hapa mbwa? Umetoka huko hata salamu utoi, afu nakuja peti. Nilikwambiaje kuhusu mbwa huyu? Hivi unamjua mbwa? Unamjua mbwa wewe mwanaume? Hebu jiheshimu kwanza, afu uheshimike mtaani hapa. Baba mwanangu, hiyo tabia kumuita demu wangu mbwa uache. Hivi una hamu ya kufa kufariki? Nitakuzaba makofi hapa dakika hii. Hivi wewe umepata wapi ujasiri, mamlaka ya kumuita mtu mbwa? Unajua amezaliwa na nani? Kuwa na heshima basi. Kwanza nyinyi nyote ni maumbwa. Hamuniwezi kwa chochote. Mmoja mbeba ndugu yako ondokeni. Kwanza wewe kaka, jiangalie. Una haja kuwa na mimi? Kwanza niangalie kuanzia juu mpaka chini. Hizi nywele unaziona? Una uwezo wa kuzilipia wewe? Kwenda. Nipishe. Sasa muda wote unaniambia sijui una demu. Nini hicho kuna kiringia sasa? Nini? Ona ile kukuta. Oya bro, tutasakana basi mwanangu. Una wewe. Hii ni mara ya mwisho nakuonya. Siku nikikuta hapa sitaki lawama. Kwanza niye msikiliza. Kazi zangu mimi, maisha yangu mimi sitaki uyafuatilie. Fuata maisha yako. Simona mwezo katelekezwa hapa na mke wake. Si mke wake, si mpenzi wake, vipi mtolea shingapi? Ndugu, naomba uniache sawa?
Na acha nikwambie ukweli sasa. Mimi kuacha wewe sawa. Sitokuacha mpaka hii ardhi igeuke. Ukweli ndio huo. Shoga yangu, huyo Lucy ulishamshuhudia kweli au nasikia huko mtaani kwa majirani? Maana mimi nimekaa chini nimefikiria, sije tukakuruka kwenda kwa mganga, kumbe mtoto watu tunamuonea. Naomba tu niweke wazi kama ulimshuhudia kweli au unasikiliza maneno ya watu huko mtaani. Yaani wewe tena unataka kubadilisha mawazo. Mimi nijua utanishauri vizuri. Yaani Lucy, mimi mwenyewe nimemfuata. Ndio nimesikia maneno, nikamfuata yeye mwenyewe akanithibitishia kwamba ni kweli anatoka na mume wangu. Sasa hapo wewe unajiuliza kitu gani? Ni kitendo cha kufanya maamuzi. Ndugu yangu, kumfuata sio tatizo. Na kusikiliza maneno kwa majirani sio shida. Shida iko hivi, ulishamkuta na bwana wako? Jitahidi, ufuatilie, uhakikishe, uwe na uhakika. Tusiende kufanya vitu ambavyo havieleweki. Sawa? Mfuatilie. Upate kabisa uhakika kwamba mume wangu anatoka na Lucy kweli kweli. Yangu, mimi na uhakika 100%. Yaani sibahatishi. Hicho kitu ninachokuambia ni uhakika 100% kabisa. Hakikisha umemfumania kweli. Na ukimfumania kweli, kitu utakachomfanyia huyo mwanamke atapaa kama ndege. Shoga yangu, na wewe utamfanyia nini? Utakachomfanyia ukijua, hapo ndipo atakapojua. Za kupaka atakunywa, za kunywa ataoga.